muci uyu naguo niguo ndenda tutaririe riu hari mwirori nigetha akimenye muci uyu naguo niki githia na mbere. Aswa nini wenda huku ni hatchery. So hatchery ni hiyo building yenye iko na hizo incubators. Yes. So hapa tuko na incubators. Kwa incubators kuna aina mbili ya incubators. Sasa zile unafanya big scale. So kuna moja inaitwa setter na kuna nyingine inaitwa hatcher. Setter ni mahali mayai zinawekwa na zinakaa for 18 days. Yes. Na ni tray tofauti na ya hatcher. So setter tunaweka mayai hapo inakaa 18 days. Alafu tunazitoa hapo tunaziweka kwa hatcher. Hapo ndio hiyo mayai ita hatch. Na condition ni tofauti. So condition ya setter ni tofauti na condition ya hatcher. Na pale kwa hatcher, kwa setter huwa zinapinduliwa every 1 hour kwa sababu ni mashini tunaipindua every 1 hour tumeiset. But kuku ikiwa imelalia ndio huwa inafanya hivi, so unaona inapinduanga mayai, lakini I need kufanya hiyo mara nyingi. So inaweza kufanya kama mara 10 kwa siku in 24 hours. Ni sawa. Kwa sababu hii ni mashini na ita cost anything. Tunaipindua every 1 hour for 18 days. Yes. After 18 days tunaitoa hapo tunaiweka kwenye hatcher. Hapo ndio zita hatch na iko na tray tofauti na ya setter. Yes. Na condition, so temperature ni tofauti na humidity ni tofauti. Kuna bata na kuna hii nyingine ambayo tunaita kuku. Kwa setter tutaziweka mayai zote pamoja ama tutaweka mayai ya bata kado na ya hii nyingine kando? Zinaagua tofauti. Mayai ya kuku inaaguanga na siku 21. Kuna bata hii tumezoea kienyeji inaagua na siku 35. Nayo hii bata mumeona hizi nyingi tuko nazo zinaagua na 28 days, which ni 4 weeks. So lazima uziweke tofauti, sababu usipozitofautishanisha hivyo utaitoa kama wakati wake haijafika ama ikae sana kama ni ya kuku. So lazima uziweke na tunaweka label na vitu kama hizo. Na at the same time huwa tunaagulia watu wa nje. Tuko na mashini 3 na mashini moja yetu ni ya 19,200. Kwa sababu hatutajaza yote, tunaagulia watu wengine wa nje. So wanaleta mayai yao, tunaweka, lakini tukiweka lazima tulebo. Kila mtu ameleta mayai yake, ameleta mayai ngapi, tumeiweka siku gani, inatoka kutoka siku gani. So huwa tunazilebo hivyo, na ni ya nini? Inakuwa ni ya kuku, inakuwa ni ya kanga, inakuwa ni ya bata, so lazima tulebo. Utawezaje kujua kwamba mayai yote ambayo yameletwa na wakulima yako sawa na yakiwekwa yataagua? Kuna vitu kadhaa huwa tunaangalia. Mayai kama ni ndogo sana, kama ni kubwa sana, kama iko na uchafu, pengine ni kinyesi ya kuku, kama imekufiwa na mayai ingine. Ile kitu huwa ingine tunaangalia ni deformity. So yai unakuta kuna ile shape ya yai vile inapaswa kuwa. Kuna mayai zingine unapata aina hiyo shape ile inakikana iko kombo hivi. Huwa tuna advise mteja. Tunamwambia yes, tunaweza kufanya conditions zile zote zinatakikana ziko sawa, lakini kuna zile hata yeye anapaswa kuangalia. So kama umri wa hiyo kuku. Haya, kuna storage. Hiyo kuku ikitaga unapaswa kuweka hayo mayai mahali hakuna joto. Sababu kama mahali kuna joto, utapata hiyo yai itaanza kudevelop. Kuna conditions zingine za transport. Ukianza kuja na bodaboda hapa umetingisha mayai hiyo ni kama umeharibu hiyo mayai. Alafu ilitagwa lini? Isipitishe wiki moja. Kunayo mashine ambayo imewekwa kwa sababu ya kuweza kujua haya mayai hajakuwa na zile deformity ambazo umeweza kusema. Kuna candle inaitwa candling, unaziweka kwenye ni kama kwenye mwangaza inamulika kila yai. Utaweza kuangalia kama iko na crack, utaona tu rahisi sana. But kwa sababu ya sisi tumezoea tuko na hiyo ujuzi na experience, ukiishika tu hivi yai hata huwa anapitia tu hivi na kuambia kama iko na crack. Gharama ambao mtu itagharimu kuweza kuja kuagua mayai yake itakuwa ni pesa ngapi? Kwanza ya bata na ile nyingine ya kuku. Tuanze na ya quail. Pia ya quail tunaagulia watu. So ya quail yai moja tunacharge shilingi 15. Ya kuku tunacharge shilingi 20. Ya bata tunacharge shilingi 25. Kuna wale wakulima tumewauzia vifaranga. Hao sio lazima wakuje walipe pesa. Wanataka kuja na tray, wale tunajua tumewatrust. Tumeshaona kuku wao na sisi tumewasupply yao kuku. Wanatuletea tray moja, inalipa hiyo tray nyingine ya kuagua. So tunaweza kulipa na ni kama barter trade. Unalipa na mayai. But hao wengine unalipa tu mayai yako vile umeleta. Kuna wale wangependa kuwasiliana nanyi na pia kuna wale ambao wangependa kutembea. Watawezaje kuwapata? Unaweza tupigia simu. So kuna 0708923991. Haya. Tuko na website yetu
inaitwa ziwanipoultry.com. So kwenye hiyo website utapata information nyingi tumeweka pale. Kama ni kujitengenezea chakula tumeweka formula, kama ni ya chick mash, ya growers, ya zote ziko pale. Formulas, kuna plan tumetengeneza iko pale ya nyumba kama unataka kujitengenezea nyumba. Vaccination schedule, vile utapaswa kupea hawa kuku chanjo kutoka kwa wadogo vifaranga, yote iko pale. Kuna vikundi huwa vinakuja from sehemu tofauti kutoka Kenya na wanakuja wanapata training hapa. Tunataka kuweza kuwa target mahali tu popote mahali wapo. Tuna train mtu mmoja tunawaita local service provider. So yeye akiwa pale mashinani na hata yeye anaweka kuku ni farmer kama hao wengine tu, lakini ana cover kama wakulima kama either 30 ama 50 hivi. So wanaweza kawa guide kama ni mambo ya vaccination, mambo ya chakula, mambo kama ni maugonjwa, na pia market, kuwa link kwenye market. Na atakuwa akijilipa yani akikuja akipea kuku zako chanjo, hata ukimlipa shilingi 2 kama ni kuku 1000 amefanya kwa siku, hiyo ako sawa, ako mbele. So yeye atatoka tunamlipa, tutampea training bure, lakini ataweza kuenda kupeana hiyo training, the same training uko mashinani. Hiyo itaweza kuwawezesha waweze kuwa wanajua vile wanafanya, waweze kuja kununua kuku wengi. So at the end of the day, kila mtu, everybody wins. Asante sana. Oyu arauga nguku ciake tukuhingira ni nginya kurekereria nigetha atinie cost. Na to uguo ena hashari ya gwika kindu gitagwo guturikia matumbi. Ni undu andu amagenda guka guturikia matumbi aria matahota gwiturikiria mucii guku no ukina mote guturikia matumbi. Tutikota kuongerera undu ndungire ngai wa muoya kurathime onginyagia kiumia gigoka. Tafarira ndiria wendete mugambo wa murimi njeta kimiti wa Gitau kuma guku Ziwani Gorifa. Twaririe. Kiengai.